Licha ya kuwa mnene wakati wa usichana, Kareena alijitahidi kupata mwili wa afya kabla ya kuanza taaluma yake ya uigizaji, na aliwashangaza wengi kwa kufikia umbo la size 0 chini ya mtaalamu wake wa lishe Rujuta Diwekar. Wakati wa utoto wake, Kareena alikuwa na tabia ya kuazima suruali za jinsi za dada yake, yani Karishma Kapoor, na kuto kuzirudisha kamwe. Baba yao alikuwa ni mlinzi sana kwao na alitaka Kareena na Karishma wakae mbali na uigizaji na waolewe, jambo ambalo lilipelekea migogoro kati yao na baba yao. Kutokana na hilo, ndugu hao wawili walianza kuishi na mama yao, kuanzia kupokea tuzo za Filmfare hadi kupata sanamu ya nta katika jumba la Madame Tussauds huko London. Mwigizaji huyu ajulikanaye kwa jina la utani kama Bebo. Hii ni story yake. Kareena Kapoor alizaliwa tarehe 21 Septemba 1980 jijini Mumbai kwa wazazi wake waigizaji Ranveer Kapoor na Babita. Jina lake lilitoka kwenye kitabu cha Anna Karenina ambacho Babita alikuwa akikisoma alipokuwa na ujauzito wa Kareena. Kareena ni wa kizazi cha 4 katika koo kubwa ya Kapoor. Karishma Kapoor, yani dada yake mkubwa Kareena, pia ni mwigizaji maarufu wa filamu. Kareena alisoma katika shule ya Jamnabai Narsi huko Juhu, kisha akaenda Dehradun kusoma katika shule ya bweni ya Welham Girls. Inasemekana kuwa mwanzoni Kareena hakuwa na hamu sana ya kuhamia shule ya bweni, lakini baadaye alikiri aliipenda. Baada ya kuhitimu masomo yake, Bebo alirudi Mumbai na kusomea biashara katika chuo cha Mithbai kwa miaka 2. Baadaye alijiunga na kozi fupi ya kompyuta ya miezi 3 katika chuo kikuu cha Harvard. Baada ya kumaliza kozi hiyo, alichukua masomo ya sheria katika chuo cha sheria cha serikali huko Mumbai, na hapo ndipo alipoanza kupenda sana kusoma vitabu. Hata hivyo, baada ya mwaka mmoja, Kareena aliamua kufuata ndoto yake ya uigizaji na akaacha masomo ya kitaaluma. Alianza masomo ya uigizaji baada ya kujiunga na shule ya uigizaji chini ya usimamizi wa Kishore na Meet Kapoor. Wakati wa mafunzo yake katika shule hiyo ya uigizaji, Kareena alipewa fursa ya kuigiza katika filamu ya Kaho Na Pyar Hai ambayo iliongozwa na Rakesh Roshan. Hata hivyo, alijiondoa kwenye mradi huo kwa kuwa alihisi kuwa Hrithik Roshan, ambaye alikuwa ni mtoto wa Rakesh Roshan, ndiye aliyekuwa akipewa umuhimu zaidi. Mwaka 2000, JP Dutta alimpa Kareena nafasi ya kufanya filamu yake ya kwanza ambayo ilikuwa inaitwa Refugee, akiwa pamoja na Abhishek Bachchan, ambaye naye pia ilikuwa ndiyo filamu yake ya kwanza katika uigizaji. कान खोलकर सुन लो, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। मैंने काजी साहब का घर भी देख लिया है। आज ही उनके हाथ पांव जोड़कर अपनी शादी करवा देने को कहूंगी। आज ही गुड़ियों की शादी। Baada ya hapo, Kareena alipokea tuzo ya Filmfare kama mwigizaji bora chipukizi wa kike kwa filamu hiyo, filamu ambayo ilikuwa na mafanikio ya wastani katika mauzo ya tiketi ya box office. Manikchand Filmfare Award for the best newcomer female goes to Kareena Kapoor. Filamu yake ya pili ilikuwa ni Mujhe Kuch Kehna Hai akiwa pamoja na Tushar Kapoor. Baada ya hapo ikafuatiwa na filamu za Yadain, करती आई हूँ, लेकिन सिर्फ एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक दोस्त की तरह। Ajnabi na Asoka. मेरे माता पिता के हत्यारे। मैं हूं ना कौरवकी, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना। Ingawa filamu hizo hazikufanya vizuri sokoni, wakosoaji walimsifu sana Kareena kwa umahiri wake katika uigizaji. कह दिया, you are my Sonia. Uhusika wake kama Pooja au Poo katika filamu ya Kabhi Khushi Kabhie Gham ulimletea sifa kubwa na alitajwa kama icon wa mitindo. So, you and Robbie, huh? What's up? Whatever. Hey, but where's Rohan? I don't know, and I don't care. I hate him. But I love you. Moja ya uhusika wake wa kukumbukwa zaidi ulikuwa katika filamu yaitwayo Chamel ambayo alicheza kama kahaba na alifanikiwa kushinda tuzo ya Filmfare kama mwigizaji bora wa kipekee. Please welcome the winner of the Filmfare Special Performance Award, Kareena Kapoor.
Thank you, Lolo, for giving me this award. This is the second time that you've done that. Kipindi cha mwaka 2002 hadi 2003 kilikuwa ndio sehemu mbaya zaidi ya maisha ya kazi ya uigizaji kwa Kareena. Hii ni kwa sababu filamu zake zote kama Mujhse Dost Karoge, Jina Sirfi Mere Liye, Kush, Main Prem Ki Deewana Hoon na Log Kargil zilifeli vibaya kwenye mauzo ya tiketi katika box office. Mwaka 2006 filamu ya Omkara ilimthibitisha Kareena kama mwigizaji mahiri. The 52nd Fair One Filmfare Critics Award for the Best Actress. As soon as I put it out. Kareena Kapoor for Omkara. Mwaka 2007 kupitia filamu ya Jab We Met iliyoongozwa na Imtiaz Ali, Kareena alikuwa mmoja wa waigizaji waliotafutwa zaidi. Hii ni kwa sababu filamu hiyo haikuonesha tu kemia yake na Shahid Kapoor, bali pia ilimuinua kuwa miongoni mwa waigizaji wa hadhi ya juu kabisa. जला दो इसे। Come on, Geet, you can't be serious here. I'm damn serious. जला दो फोटो ये को। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? मेरी बात मानो, बच्चों जैसी बातें करो, जला दो इसे। Mwaka 2009 kupitia filamu ya mwongozaji wa filamu aitwaye Rajkumar Hiran iitwayo Three Idiots, Kareena alisifiwa sana na wakosoaji kwa uigizaji wake. Baadaye alipata maoni chanya na pongezi nyingi kwa umahiri wake kwa kuigiza katika filamu za Golmaal 3. वो चैप्टर तो क्लोज रहेगा, लेकिन ये चैप्टर जो अभी-अभी खुला है उसका क्या? Talash, The Answer Lies Within na Heroine. Mwaka 2015 Kareena alionekana pamoja na Salman Khan katika filamu ya Bajrang Bhaijaan, filamu iliyovunja rekodi za mauzo ya PK na Happy New Year. Mwaka 2016 Bebo aling'ara katika filamu za K&K na Udita Punjab, kisha akapumzika uigizaji baada ya kujifungua mtoto wake wa kwanza aitwaye Taimur Alkan Pataudi. Baada ya mapumziko ya miaka miwili, Bebo alirudi kwa kishindo kwa kuigiza kwenye filamu ya Veer The Wedding ya mwaka 2018, filamu ambayo ilikuwa mojawapo ya filamu zilizoongoza kwa mapato zikiwa na waigizaji wanawake kama wahusika wakuu. Baada ya kushiriki filamu ya Good News ya mwaka 2019, filamu yake iliyofuata ilikuwa ni Angrezi Medium ya mwaka 2020, kisha akaonekana kwenye filamu iitwayo Laal Singh Chadha ya mwaka 2022. Mbali ya kuigiza filamu nyingi zilizojizolea umaarufu, Kareena amewahi kufanya special appearance au cameo kwa kucheza muziki kwenye nyimbo za filamu kama Bilu ya mwaka 2009, Rowdy Rathore ya mwaka 2012, Dabangg 2 ya mwaka 2012 na Brothers ya mwaka 2015. Kareena Kapoor alikuwa kwenye uhusiano wa kimapenzi wa muda mrefu na Shahid Kapoor. Walianza kutoka baada ya kufanya kazi pamoja katika filamu ya Fida ya mwaka 2004. Wakati wa mahusiano hayo, Kareena alibadilika na kuwa mlaji wa mboga mboga pekee, yani vegetarian, na pia alianza kufuata baadhi ya taratibu za kidini. Baada ya kuwa pamoja kwa zaidi ya miaka mitatu, wawili hao walitengana muda mfupi baada ya kutolewa kwa filamu yao iliyofanikiwa sana, yani Jab We Met ya mwaka 2007. Mara tu baada ya kuachana na Shahid, Kareena alianza kutoka na Saif Ali Khan ambaye hapo awali walifanya kazi pamoja katika filamu za Log Kargil na Omkara. Kareena na Saif walizidi kuwa karibu wakati wa upigaji picha wa filamu ya Tashani ya mwaka 2008, na hapo ndipo mahusiano yao yalianza rasmi. Wawili hao waliamua kuishi pamoja na ndani ya tasnia ya filamu walipewa jina la pamoja la Saifina. Baada ya kuwa kwenye mahusiano kwa takribani miaka minne, Kareena na Saif walifunga ndoa mwaka 2012. Hadi sasa wawili hawa wana watoto wawili, Tahimur aliyezaliwa mwaka 2016 na Jehangir aliyezaliwa mwaka 2021. Tuandikie ni filamu gani ulizipenda zaidi ambazo Kareena alishiriki. Kumbuka kusubscribe katika chaneli hii, kwani kuna video mpya za historia za filamu, waigizaji na wafanya filamu ambazo hutolewa kwa kina na ufanisi zaidi. Tukutane video inayofuata.